macho madogo. Kwa hivyo usije ukamkuta kijana kakaa barazani tayari ameshakula vitu vyake, anaviita vitu mwenyewe madude, shapiga madude yake. Ukimwita kijana, acha noma, utanipa dala yangu, nipe dala, nipe au nipe pajero, utanipa pajero ankapone, umenipotezea system zangu wewe, umenipotezea we mzee noma we, au we kaka we noma sana, nilikuwa nshapanda mchuma mie. Yani usingizi huo na ndoto zimo umo kashapanda mchuma, yuko Ulaya, wakati mtu yuko kwenye boksi la sports pale kalalia ye, lakini anajikuta yanafanya kazi melini na tayari anachukua na mshahara. Hebu tizama balaa hilo. Na yuko kakumbatia wazungu, anacheka, kumbe amekumbatia ukuta wa kwao mbovu, tena mbovu. Sasa watu wamejifanyia mpaka usingizi wa kulala wa kimagendo, usingizi wa magendo. Sasa twende kwenye huu usingizi wa kweli na faida yake na maana yake. Hasa usingizi Mwenyezi Mungu hasa katuwekea hasa tuzidi kufaidika kwa usiku. Allahu alladhi ja'ala lakum al-laila litaskunu fihi, Mwenyezi Mungu ndiyo ambaye amejalia usiku ili mupate utulivu. Kama hulali huna utulivu, utahisi kama kitanda kina makunguni. Mwenyezi Mungu kajalia usiku tupate utulivu. Kama hulali shekhe, utulivu haupo. Na kama unalala ndo utahisi utulivu. Na ndo maana ikawekwa masaa 24, masaa 8 kazi tunayapanga, masaa 8 ibada, kujishughulisha na ibada mbalimbali, masaa 8 ikawekwa kulala, angalau mtu apate kidogo aipumzishe akili. Wengine wakasema hayo 8 ya ibada punguza, fanya 6. Kwa hiyo kuna nyakati zake za kulala, sio kulala tu. Watu wana magodoro mazito, wanaambiwa magodoro yenye usingizi mnono. Kwani usingizi uko kwenye magodoro? Usingizi mtu anao yeye. Ajabu vo hawa watu hawa. Elimu hii wameipata wapi? Utasikia magodoro yenye usingizi mnono. Wangapi wana mapesa wanalala kwenye magodoro yenye usingizi mnono na hawalali? Wametoa macho hivi, utafikiri nyumba yake ishauzwa. Mtu katoa macho hivi na ana nyumba nzuri, ana kila kitu, katoa macho yumo ndani. Mwisho kawaida ndani ya usingizi kuna choyo. Inawezekana mwingine anakoroma, mwingine ndo katoa macho. Basi anaweza kufanya kumwamsha, hebu amka bwana we. Yani anamuonea choyo mwenzio analala, yeye halali. Akiambiwa kitu gani? Sijisikii tume mwenzio. Unaumwa? Siumwi lakini sijisikii, naona silali. Kwa hivyo bora unisaidie tuwepo tuongee. Ala, wewe hulali uhangaishe na wenzio bwana. Waache watu wapige vitu. Lakini vina wastani yake. Mwenyezi Mungu anasema tumejalia hayo usiku, tukajalia kwamba ni kitulivu, watu watulie. Ndani ya kulala kuna raha yake. Ndio maana hata kama atakuweko mbu tu kukukera, huoni raha. Kwa hiyo unahitaji japo neti uwe nayo kidogo ili ujisikie. Kukiwa kuna zogozogo tu huoni raha. Kwa hiyo unalala kidogo angalau kuipumzisha akili, na hapo ndo maarifa atapatikana. Kuna watu hawalali, wao wamo kwenye kazi tu, kutafuta mali tu. Shekhe, utakuja anguka na gari, utakuja anguka njiani. Yani mtu kila wakati yeye anatafuta mali tu, mpaka anaitwa yuko hivi, anaitwa mzee wa kulala huyo njiani, anakwenda huko anatembea. Kuna jamaa mmoja sikuamini bwana, anaendesha pikipiki lakini kalala sana, anaendesha pikipiki hivi kalala, halafu ushuka hivi akafunua macho hivi. Sasa mtu kama huyu hatari sana huyo. Unakuja stukizia pikipiki iko makalioni zamani, tu hatari sana huyo. Halali mtu yumo kwenye utafutaji wa mali tu.
Ndugu yangu, pata muda upumzike we, na usiwe unalala mpaka unaitwa pono. Kuna watu wanalala mpaka wanaitwa pono. Sasa twendeni kwenye usingizi, maafa yake na faida yake. Faida unayo na madhara unayo. Faida ni kupumzisha akili katika usingizi, halafu mtu anajaliwa afya nzuri katika usingizi au kulala kwake. Hivi vyote vinapatikana kwa uzuri. Halafu vile vile faida nyingine ni mtu kuwa na fikra nzuri. Akili ikipumzika anapata mawazo mazuri mapya. Kama mtu anapata kulala, kuna watu wanasema leo hatulali, leo tutapiga ngoma mpaka tukeshe. Nyie mnawazimu nyie? Mtapiga ngoma mpaka mkeshe ndo vipi? Si mnajitia matatizo? Kuna watu vichwa vyao vishaharibika kwa kukesha kwenye ngoma. Tayari vichwa vyao vishaharibika. Akili zao zimekuwa si nzuri kwa kukosa usingizi. Usingizi ukiukosa, akili pia inakuwa haifanyi kazi uzuri. Utaona kama ni kitu cha masahara. Ndio tunasema wengine mpaka wapate sindano walale, wadungwe sindano ndo wanalala, wale madawa kidogo ndo wanalala. Na usingizi kama ule unakuwa huna raha. Akifika kidogo, ikimaliza dawa nguvu, tayari ameamka ale tena. Kuna watu ndo maisha yao, na watu wana mabilioni ya mapesa, lakini usingizi kwao umekuwa tabu. Ndugu zangu ni wapendwa wa Kiislamu, sasa kuna raha yake. Huu usingizi una raha yake. Raha yake ndani ya usingizi, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hufanya vile vile pana mapumziko ya kusamehewa. Kama utalala inavyotakiwa, umeomba dua, ukamuomba Mwenyezi Mungu, ukalala vizuri, ukaanzia ubavu wa kulia, ndio maana yake. Sio mtu anajitupa tu. Kuna watu wanajitupa tu. Tena kuna watu wana hatari, anafanya mazoezi sasa, nakwenda zangu kulala sasa hivi, halafu mimi kitanda changu kiko imara na godoro langu kubwa bwana, sida wasiwasi, mimi nikifika na chupa tu. Utamwona kama mtoto mdogo bwana, anachupia tu, anajibwaga basi. Hana kuomba dua, hana chochote, akifika yeye analala basi. Sasa watu wanatakiwa wafanye dua. Unalala, fanya dua. Kuna mambo mengi ndani ya usingizi, ikiwemo katika faida ya usingizi ndoto. Hiyo ndo faida moja katika usingizi, ndoto. Na kuelimishwa mengi. Mwenyezi Mungu anaweza akakuelimisha mambo ndani ya ndoto zako au ndani ya usingizi wako, akakuelimisha wewe na mimi. Je, tuangalie sasa ndoto kila anazoota mtu ndizo ndoto ambazo Mwenyezi Mungu kamuotesha, au kuna ndoto ambazo zinaoteshwa na shetani? Zipo ndoto shetani anaziingilia, anaingia kati, anapeleka yeye ndoto zake za kishetani. Shetani yategemea yule mtu jinsi gani alivyolala, kinamna gani alivyoanza kulala, amemuomba Mungu kiasi gani, amemtegemea. Lakini akiteleza kidogo tu, tayari usingizi wake umekamatwa na shetani. Tayari ndani ya kulala kwake kumekamatwa na shetani. Basi Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ametubashiria baadhi ya ndoto tusizikubali. Watu wenye kuota ndoto wamelala, lakini tusiwakubali ndoto zao. Na ndoto zinakubalika, usije ukasema mambo ya kizamani. Shekhe, kama huoti mgonjwa, tunakueleza mapema, kama huoti mgonjwa na kama unaota ndoto kila siku za mashaka tu, pia mgonjwa. Na haiwezekani ulale ifike miezi miwili mitatu eti hujaota, wala ndoto ukiota huijui. Ikiwa unaota ndoto pia huijui, mgonjwa. Jana nimeota lakini hata sijui ile ndoto, basi wewe mgonjwa, si mzima. Lazima ndoto yako uielewe. Na ukiona wakati mwingine imepotezwa huielewi, basi ndoto hiyo shetani huyo kakupotezesha. Kama hajakuotesha yeye, ikiwa umeota kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala ukaisahau, basi ni huyo shetani. Na kama umeota ndoto vile vile ukawa vile vile umeoteshwa na shetani, halafu ukawa huijui, huyo shetani.
Sasa tuiangalie ndoto. Kwenye upande wa ndoto, wanaota, mtu mlevi akiota ndoto yake haifai. Mtu aliyelala na pombe akiota ndoto yake haifai, hata kama kajiona ameota imamu yeye. Sawa? Maana wengine wanasema nimeota naswalisha. Hii ndoto ina kheri kweli? Umeota unaswalisha, lakini jitizame na wewe mwenyewe ndiye. Jiangalia, umeota unaswalisha au unawaswalisha kina nani? Isije kuwa unaswalisha msikiti wa Giningi wewe. Wewe unaona unaswalisha, sema nimeota naswalisha bwana, ndoto yangu mashaallah, kumbe unaswalisha wachawi. Si mambo tu lokali tu kufanywa tu hivi, kuchezewa. Mtu wenyewe siye mlevi kaota. Au leo anaota mlevi, anakuambia nimekuotea mambo yako super. Allah, nimekuotea una bonge la gari zuri na jumba hivi. Na mimi si unanijua mtu wa ukweli na uwazi. Sasa na wewe umkubali mtu wenyewe mlevi. Ndoto ya mlevi haikubaliki. Tunasema mapema, walevi ndoto zenu si sahihi. Oteni nye mpaka mchoke, lakini tunasema ndoto zenu si sahihi. Na pengine ndoto zenu huja kwa vitisho, hasa mkatishwa na Mungu nye. Na wala hamshituki walevi. Tunawaambia walevi. Ndoto nyingine ya mtu muongo. Mchana yuko hivi dhahiri muongo, ndoto yake itakuwa ya kweli. Ye mchana yuko dhahiri hivi muongo, sikwambii ndoto yake itakuwa ya kweli. Na mtu muongo ndoto yake haifai. Tuko tayari? Na mtu aliyelala na janaba, hata kama likiwa janaba hilo ni la mkewe, na ndoa la halali yake, haifai ndoto yake, kwa sababu hayuko katika hali ya utohara. Sawa? Sio kwamba labda tena ndo ana madhambi, ndo hayuko kwa sababu hayuko kwenye utohara, basi ndoto yake inakuwa haikubaliki. Ndoto ya nani nyingine isokubalika? Ndoto ya mnafiki. Mtu mnafiki na muongo wanakaribiana, ni hao. Maana kuwa muongo huchelewi kuwa mnafiki. Dalili ya kuwa muongo bila shaka itakuwa unafiki unao. Sawa? Kwa hivyo mtu mnafiki na yeye alikuwa mnafiki kindaki kaingia sasa kwenye ule unafiki dhahiri, basi huyu vile vile ndoto yake na yeye haikubaliki. Sawa? Ndoto ya mtu mnafiki haiwezi kukubalika. Ndugu zangu wapendwa wa Kiislamu, sasa tuangalie zile ndoto njema ambazo wanaota watu, na mapinga yake inawezekana hata ikawa kuanzia usiku wa 8, 9 mpaka 10. Inategemea huyu mtu yuko kinamna gani, ibada zake anazofanya, kwa sababu muda wa saa 8 ya usiku ni time ambazo Allah subhanahu wa ta'ala anakuja kwa ajili ya waja wake na kuwauliza nani mwenye shida. Inawezekana ukapata ndoto, na ndoto tofauti na wahai. Wahai wanapewa mitume, ndoto tunakuwa nazo sisi watu wa kawaida, na mitume na wao walikuwa wakiota, lakini ndoto zao zilikuwa zinathibiti zaidi kuliko zetu sisi. Unaweza hata ukaomba maombi, ukaswali swala ya istikhara, kumuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, Mwenyezi Mungu akakuonyesha jambo lako ndani ya usingizi. Kuonyesha usingizi una faida, tena una faida nono kabisa. Leo tuna shida zetu ngapi Mwenyezi Mungu hatuoteshi, wala hatupi bishara katika usingizi wetu. Leo mtu anaota anafukuzwa na punda. Leo mtu anaota anachezea mikwaju. Mwanamume mzima anaota maneno ya vijana, anaekwa kitu, nikisema hivyo mtaelewa, na huko ananungunika.
mtihani vo, yanauma vo. Kesi hizo zipo nyingi mbona. Bwana mimi naona mtihani. Akijitizama jamaa anaanza kwa asubuhi anaangalia maneno ya watu, anakuta watu washafanya vitu vyao. Nani hawa? Majini, mashaitani wanawaingilia wanaume na wanawaingilia wanawake, au wanawaingilia wanawake kwa sehemu zisizohusika na zinazohusika, mpaka wanandoa hawana raha, wanafaidi wao ndani ya usingizi. Tunamsikia na nungunika hatari, balaa. Ukija we live unakosa vitu kwa mke, jini anajifaidia yeye tu. Sheitani waliolaaniwa hao wamejisahau maskini kwamba wao wameumbwa kwa ajili ya ibada, lakini leo wanawazungukia wanadamu ndani ya usingizi wao, wanawafanya vitendo viovu, na wengine wanakuja kuchukuliwa na wanga ndani ya usingizi wao. Mtu anaweza kutoka ndani ya nyumba na mlango ukawa umefungwa, lakini katolewa, twende huko. Unaenda wapi wewe? Twende tu. Kalala macho kafumba, lakini anakwenda, anatembea kwa miguu yake, lakini macho kafumba, mpaka anafika pahala anapaelewa, anafanyishwa kazi mpaka anachoka, kuliko yuko chuo cha mafunzo, pigwa mzigo we paka alafu anaambia rudi, kashalima sana, anaambia rudi, anarudi bwana mpaka ndani ya nyumba. Na mwanamke pengine akimtafuta mumeo hamuoni, akiangalia kenda chooni hapana, kenda wapi hapana, mambo ya mazingara katolewa, lakini yeye bado anajihisi kama yumo ndani ya ndoto tu. Sema jana nilikuwa kwenye ndoto, lakini nilikuwa najihisi, lakini kama nimo kwenye ndoto, lakini natoka najiona natoka kwenye nyumba. Haya yote ni maafa ambayo yanafanywa kwa njia za kimazingara. Sasa usingizi una faida, lakini usingizi wachawi wanautumia kuharibu watu akili zao, kuharibu watu ibada zao. Sasa usingizi bwana una faida kubwa sana, na watu wameshaneemeka ndani ya usingizi kwa muda mchache, kwa sababu walikuwa na ilmu. Usingizi wa mwanachuoni ni bora kuliko ibada za mtu mjinga. Yaani usingizi umekuwa ni bora wa mtu mwenye elimu kuliko ibada za mtu mjinga. Safari moja mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam alikaa, basi ikatokezea akaonekana maluni Ibilisi anaingia msikitini. Wakati wa kusali ilikuwa bado, lakini kuna bwana mmoja alikuwa anaswali, mwingine amelala. Maluni akaulizwa Ibilisi laanatullah na mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, unakwenda wapi? Umekuja wapi? Kufanya nini huku? Anasema nimekuja kumpotosha. Umekuja kupotosha nani hapa? Utakayempotosha hapa katika sisi? Anasema nimekuja kumpotosha yule aliyelala. Umekuja kumpotosha aliyelala wakati kuna mwingine anaswali pale? Usimwendee yule mwenye kuswali, unakuja kwa huyo aliyelala. Anasema lile linoswali jahili, halijui chochote, halikusoma, halikujua, halijui chochote, lina swali tu. Lakini huyo alolala huenda akaja akaamka akamwambia vile unavyoswali sivyo. Hapa mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam akausifu usingizi wa mwanachuoni, annaumu alim afdal min ibadati jahiliya. Usingizi wa mwanachuoni ni bora zaidi kuliko ibada za mtu asojua kitu. Yani usingizi wa mtu alosoma. Sasa kuna watu wanalala, lakini wao ndani ya usingizi wao wanalana. Umelala na kimada, umelala umelewa. Je, vipi? Yani toka unalala laana. Hawa watu kama wamelala wanapata laana. Alolala na kibada, alolala amelewa, mwanamke alomkasirisha mumewe.
usiku ule amelala mpaka inafika asubuhi, hajakubali kumfurahisha mumewe, basi utoka usiku anapata laana kutoka kwa malaika, wanazipeleka laana kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kuwalani mtu huyo mpaka inakuja asubuhi, analani.